Hizi hapa ni sababu 10 ambazo zinakufanya upate changamoto ya choo kigumu. Sababu ya kwanza tunasema ni kutokunywa maji ya kutosha. Hii inahusu wale ambao wanaishi maeneo yenye baridi sana. Wanapuuzia kunywa maji kutokana na hali ya baridi ambao wanakutana nayo. Kwa hiyo make sure unakuwa unakunywa maji ya kutosha ili kusaidia mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ufanye kazi vizuri. Sababu ya pili ni matumizi hafifu ya vyakula vya nyuzi lishe, makapilishe, vyakula vya mboga mboga, matunda, vyakula vya mchemsho. Ukiwa na matumizi makubwa ya vyakula kama chapati, mandazi, mikate, chipsi, tambi na vyakula vingine ambavyo ni simple carbohydrate kwa maana ya wanga nyepesi, ni lazima utapata changamoto ya choo kigumu. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula unahitaji kiwango kikubwa cha nyuzi lishe ili uweze kufanya kazi vizuri. Sababu namba 3 ni kwamba inayokufanya upate changamoto ya choo kigumu ni kupostpone ile hamu ya kwenda kujisaidia. Yaani unapewa taarifa kwenye ubongo kwamba huu ni muda wa kwenda kujisaidia, alafu unasema nitaenda baada ya nusu saa. Unapoenda nusu saa kujisaidia, inapofika ile nusu saa unakuta hamu ya kujisaidia kwenda chooni haipo, imeshakatika. Kinachotokea ni kwamba kwenye tumbo mpana huwa unafanya absorption kwa maana kukamua maji kwenye kile kinyesi. Kwa hiyo mwisho wa siku kinakuwa ni kikavu, ni kigumu zaidi. Unapoenda kujisaidia unapata choo kigumu, unachanika sehemu ya haja kubwa, damu zinatoka, unapata bawasiri. Lakini sababu nyingine tunasema ni matumizi ya madawa, ila ni changamoto za pressure, kisukari, viungo na mifupa ya mara kwa mara. Unapokuwa unatumia dawa asubuhi, mchana, jioni, hiyo inaweza kapelekea karibu mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukapata changamoto ya choo kigumu. Lakini sababu nyingine ni stress. Unapokuwa stress inaharibu gut motility, mwisho wa siku utapata changamoto ya choo kigumu. Lakini maanake taarifa zinakuwa hazitumwi vizuri. Hiyo inaharibu sana ile gut motility. Lakini jambo jingine tunasema ni mama mjamzito anaweza akapata choo kigumu, lakini hii hali haidumu. Baada ya kujifungua anaweza akapata choo cha kawaida. Sababu nyingine tunasema ni mazingira. Kubadilisha mazingira kunaweza kukachochea ukapata shida ya choo kigumu, lakini baada ya muda inaweza ikaseto. Sababu nyingine ya mwisho tunasema ni kuto kufanya mazoezi. Usipokuwa unafanya mazoezi mara kwa mara, mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula unakuwa kama unazidiwa hivi. Kwa hiyo ni muhimu kufanya mazoezi mara kwa mara ili kustimulate ile bowel movement iweze kufanya kazi vizuri, ama mjongeo wa tumbo. Hakikisha unafanyia kazi vitu hivi na utaona mabadiliko makubwa kama una shida ya choo kigumu. Kama una changamoto ya choo kigumu, matatizo ya acid reflux, nimekuwa nikisaidia watu wa namna hiyo, unaweza ukanitafuta, nitakusaidia kutatua changamoto inayokusumbua.